Mtakatifu Kizito Makuburi wanatuambia familia ni lulu, lakini familia aliyokupa Mungu ni familia yenye baraka, familia ambayo ina neema zake, ina baraka zake, lakini inayo mengi sana ambayo basi ukiitunza vizuri, huko ndipo tunapozalisha miito mitakatifu ndani ya kanisa, lakini huko ndiko ambapo tunapata viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa kanisa na jamii kwa ujumla. Mimi ni Irene Simon, tunakuwa hapa pamoja na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, tukisafiri kwa pamoja kuweza kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na familia, ambapo kwa siku ya leo kama ambavyo umesikia Mtakatifu Kizito Makuburi wakikwambia familia ni lulu, basi niko hapa na wamama kutoka maeneo mbalimbali. Yapo mengi sana utayasikia: nafasi ya mama katika kanisa, nafasi ya mama katika jamii, nafasi ya mama katika familia, na kuhakikisha kwamba tunawalea watoto katika maadili yaliyo mazuri, maadili ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na tunajua ukuaji wa sayansi na teknolojia basi unakumbwa na mambo mengi sana, na hivyo basi tuna jukumu la kuendelea kukumbushana, tuna jukumu la kuendelea kuambiana kila siku, kusemezana kama wamama ndani ya familia, kusemezana kama wazazi na walezi kwa ujumla. Lakini kwa ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0797 00 4018 shiriki nasi kupitia Amani Radio 101.5. Lakini wewe mtazamaji ambaye unatutazama kupitia Amani Radio Online TV pamoja na Holy Cross Family Ministry Tanzania, hakikisha hapo chini unaandika maoni yako kwako. Safiri nasi mwanzo mpaka tamati. Yapo mengi sana ambayo utaweza kujifunza, lakini yapo mengi sana ambayo utaweza kukumbushwa na kujua nafasi yako ni ipi kama mama katika kanisa, katika jamii, lakini katika familia. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana. Asante. Hakika mmependeza sana. Asante sana. Kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye anawatazama sasa, awafahamu kama nani, tukianza na mama pale? Mimi ninaitwa Aksaroda Nyamabondo. Kwa pale eneo langu nafahamika kama Mama Nyamabondo. Mama Nyamabondo, jina maarufu sana. Karibu sana, tunapata nafasi hapa ya kuzungumza na mama na mzazi mlezi aliyoko nyumbani ambaye anatufuatilia na kututazama sasa. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Novita Pauli Shirima. Kwa jina maarufu nafahamika kama Mama Mchaga. Mama Mchaga. Eneo ninaloishi. Ndio, naishi eneo lipi? Ngusero, Sombetini. Karibu sana. Asante. Watu wa Sombetini wasikie mengi na watazamie kujifunza mengi kutoka kwako. Asante sana. Naitwa Scholastica Masanja, kutoka idara ya maisha ya familia na ndoa ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Na tunapozungumza hasa kuhusiana na maisha ya familia, maisha ya jamii kwa ujumla, basi hapo mengi sana tunajikita hapo kuweza kuzungumza kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, dada Scholastica Masanja, pengine idara ya maisha ya familia na ndoa ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, mnajihusisha hasa na nini katika kanisa na jamii kwa ujumla? Asante sana ndugu mtangazaji. Idara ya familia na ndoa katika utume wa familia ni idara mama. Idara hii inajihusisha na wanandoa na familia kwa ujumla kwa ajili ya kutoa semina, makongamano mbalimbali, ushauri, dawati la familia. Lakini sana sana tuna kitu kimoja ambacho ni special sana kwa idara hii. Ndiyo. Ni Valentine special. Siku ya wapendanao. Siku hii ambayo tunawaunganisha wanandoa wote parokia mbalimbali kulingana na tulivyokuwa tumejiandaa kwa mwaka huo. Labda tumeenda jimbo la Moshi, Arusha, Karatu kwa ajili ya kuwaunganisha wanandoa na kuwakumbusha majukumu yao, kuwakumbusha kwamba wao ni nguzo ya upendo katika maisha yao. Hayo ndio machache ya idara ya familia na ndoa. Hongereni sana kwa kuwa idara ya mama ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Lakini Mama Nyamabondo, kwa siku ya leo tunapozungumza nafasi ya mama katika kanisa, katika jamii na familia kwa ujumla, nafasi ya mama katika familia ni ipi, hasa katika familia ya Kikristo? Asante ndugu mtangazaji. Nafasi ya mama katika familia, katika jamii na hata katika kanisa, mama ni kama alivyokuwa Yesu Kristo katika utumishi wake alipokuwa yuko na wanadamu hapa duniani. Ndio. Yesu Kristo tabia zake ndizo zinazotakiwa kuwa tabia za mama, kwa sababu Yesu Kristo alitumwa kukomboa. Na hata mama katika familia, kazi yake kubwa ni kukomboa familia. Ni kuhakikisha familia inakuwa katika hali njema,
hali njema ambayo inampendeza hata Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mungu alipoweka ndoa akamuunganisha baba na mama, alitaka wazae watoto, halafu familia iwe bora. Lakini mara nyingine unakuta wamama hatusimami vizuri katika familia. Ndio sababu nakuta familia zinayumba, zinakuwa ni katika hali ambayo haimpendezi Mwenyezi Mungu, zinakuwa katika hali ambayo hazina mafanikio. Kwa hivyo mama ana nafasi kubwa sana ya kuwa taa katika familia, kuwa mwalimu kama Yesu Kristo alivyokuwa mwalimu, akifundisha kulingana na changamoto zinazojitokeza katika familia, akisamehe na kadhalika. Asante sana Mama Nyamabondo kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Lakini nikija kwako Mama Mchaga, kama ambavyo nakufahamu wengi, Novita Shirima, pengine kwa nini mama anatajwa kuwa mlezi wa kwanza katika familia, hasa watoto? Asante sana ndugu mtangazaji. Mama anatajwa kuwa mlezi katika familia kwa sababu mama huyu kwa malezi yake ndio ni mwalimu, ni mlezi lakini ni mwalimu. Mama ana udaktari ndani yake. Ninapozungumzia kwa habari ya udaktari, sio kwamba mama yule labda kasomea udaktari kila mtu, hapana, lakini ana mambo mengi anayoona ndani ya familia. Maana muda mrefu mama yuko na familia, yuko na watoto, yuko na baba. Inawezekana hata baba wakati ule akaekwa namna ya kulelewa tu, kwa sababu mama yule sasa anafanya kazi kubwa. Mama ni mwalimu wa imani, mama ni mwalimu na malezi. Mama yule anatakiwa kupaswa kujua familia iishije leo, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anapaswa kujua kwamba na hata kwenye jamii pia. Mama katika eneo ninaloishi mimi, nimekuwa mama kweli. Ndio. Mama kweli wa wamama na familia nyingine. Kwa namna gani? Kwa sababu unakuta changamoto ikitokea wanasema hebu tuende kwa Mama Mchaga, anaweza akatutatulia. Kwa sababu naona kama huyu ni mtu wa kanisa, anaweza. Ndani yako kuna hekima ya Suleimani. Hata jambo siloweza. Unakuta wakati mwingine wananiforce kwamba naliweza. Ndio. Kumbe unakuta liko nje ya uwezo wangu. Lakini kwa sababu wamejua kwamba mimi ni mama, basi wanafika eneo lile kutaka upatanisho, usuluhisho na mambo mengine kama hayo. Hususan watoto pia. Watoto basi wamejua mimi ni mama na bibi wa mtaule. Hata nikiwa nimetoka kidogo wananitafuta wote. Watoto wazazi wao wanakuwa wananitafuta kwa sababu nimejulikana kama mama, na wao ndo walinipa hilo jina, Mama Mchaga. Ndio. Kwa hiyo mama pia ni mshiriki katika familia, ni mshiriki wa mume, maana ni msaidizi wa yule baba na anashiriki maamuzi ya familia. Ndio kazi ya mama hiyo. Na vile vile mama ni mlinzi. Ni mlinzi na ni mlezi, ni mlinda uhai katika familia, kuanzia mimbani mpaka uzeeni. Hiyo ndio kazi ya mama katika familia, ndio nafasi. Tunapozungumzia hapo changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba watu, na umekuwa miongoni mwa watu ambao unawasaidia kuzungumza nao, pengine kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa na msikilizaji, ni zipi changamoto hasa ambazo unakutana nazo na kuzitafutia suluhu kwa watoto lakini na kwa wazazi ambao wamekuwa kimbilio kwako? Changamoto nyingi ambazo ninazokutana nazo ni eneo la ndoa. Eneo la ndoa nimepata nafasi kubwa kwenye lile eneo kusuluhisha mambo ya ndoa. Mtu ambaye basi amekwazana na mpenzi wake katika mahusiano, anakuja pale. Nikamwambia jamani, wakati mwingine mwende na huko kanisani mkawaeleze watumishi wa Mungu. Wananiforce, hata wewe ni mtumishi wa Mungu, unaweza. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakuta kwenye eneo la ndoa nashindwa, na waelekeza ama naongozana nao, tunafika eneo sahihi kwa ajili ya kusuluhisha lile tatizo. Ndio. Nikushukuru sana Novita Shirima, lakini maarufu kama Mama Mchaga. Lakini nikija kwako dada Scholastica Masanja, idara ya maisha ya familia na ndoa imekuwa ni idara mama inayokutana na familia nyingi, inakutana na migogoro mbalimbali na kutafuta suluhu na kuwafanya basi kuishi ule ukuu wa Mungu, na tunaamini kwamba familia ikiwa bora, basi yapo ambayo yapo bora zaidi yataonekana katika matokeo ya kijamii, matokeo ya kikanisa. Lakini tunapozungumzia hasa familia ya Kikristo,
inapaswa kuwalea watoto kwa namna gani hasa katika swala la malezi, na kuwakumbusha kwamba jumuiya na msingi wa kanisa ni lazima washiriki mambo ya kimungu. Asante sana. Familia ya Kikristo inaonekana ni mfano kwa sababu tunao mifano mingi katika kanisa. Tunaanza kujifunza kwenye familia takatifu. Familia takatifu ilikuwa inaishi pamoja. Wakienda kanisani wanaenda pamoja. Wakienda kusali wanaenda pamoja. Hiyo ndio ni darasa la kwanza kwenye familia za Kikristo. Lakini pia tunao watakatifu wengi ambao pia walikutana na changamoto kwenye maisha yao ya familia na ndoa zao. Mfano, Mtakatifu Monica alikutana na changamoto kubwa sana katika maisha yake ya ndoa. Ndio. Aliolewa na mwanaume ambaye ni mpagani, lakini aliweza kusimama kama mama. Aliweza kutetea ile familia kwamba yeye alitambua nafasi yake kwamba yeye ni mama, anatakiwa kufanya nini. Aliweza kuhakikisha kwamba anatengeneza ile familia, anatengeneza yule mume ili akae kwenye nafasi yake. Hata jamii haikuweza kuona madhaifu ya yule mwanaume kwa sababu alikuwa mlinzi, alikuwa mtetezi, alikuwa msaidizi, alisimama katika imani yake na alikuwa mwombezi. Alihakikisha anamuombea mume wake ili aweze kubadilika, aweze kuwa baba bora, aweze kuwa baba wa Kikristo kama Wakristo wengine. Alitamani. Huyo ndio mama wa Kiafrika, huyo mama wa Kikristo anatakiwa kuwa. Maana yake ni kwamba lazima uhakikishe kwamba unachukua madhaifu ya mume wako, madhaifu ya watoto wako, kuyapeleka kwa Kristo, kuyapeleka kwa Mama Bikira Maria ambaye ni mwombezi wetu, ili aweze kubadilisha familia yako, iweze kusimama na iweze kuonekana kweli ni familia ya Kikristo. Utuma wa familia tunawasaidia kwa sababu tunawahamasisha katika sala ya pamoja. Tunahamasisha ile sala ya pamoja kama mwanzilishi wetu wa utuma familia alivyoanzisha Padre Patrick Peyton. Alikuwa anasema familia inayosali pamoja huishi pamoja. Na mnapoishi pamoja mnaunganisha upendo wa familia, mnaunganisha yale madhaifu ya familia na kuyaweka pamoja. Mnaposali basi Mungu anainua, anaweza kusaidia zile familia. Tunahamasisha sana sala ya pamoja, lakini hasa sala ya Rozari Takatifu. Kwa nini Rozari Takatifu? Tunasema Rozari Takatifu ni sala bora sana kwa sababu ni sala yenye majibu ya haraka. Unapoenda kusali sala ya Rozari Takatifu, unapomwendea Mama Bikira Maria, maana yake ni kwamba tunaambiwa unaposali Rozari Takatifu unamchumia Mama Bikira Maria maua waridi. Kwa hiyo unapomchumia Mama Bikira Maria maua waridi, maana yake umempeleka upendo, umeonyesha upendo. Naye anafanya haraka kupeleka maombi yako kwa mwanae Yesu Kristo ili uweze kujibiwa kwa haraka. Na ndio maana basi tunasema unaposali Rozari unapata majibu ya haraka. Familia za Kikristo zinatakiwa ziwe imara kwa kusali pamoja kwenye familia na kusali Rozari Takatifu, ambacho ni kiunganishi, ambao ni mnyororo unaotuunganisha, unaunganisha mawazo, unaunganisha nia, unaunganisha changamoto, unaunganisha mahitaji ya wanafamilia wote kwa ujumla. Hakika familia inayosali pamoja huishi pamoja. Nikija kwako Mama Nyamabando, tunajua kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Pengine tunapozungumza hasa kuhusiana na swala la malezi kwa watoto, ni swala nyeti sana na ni swala mtambuka ambalo jamii inapaswa kuelewa zaidi. Ili tuwe na watu walio bora, tuwe na kizazi kilicho bora, basi tunaanzia kutengeneza msingi wa malezi. Pengine mama na baba wana nafasi gani katika kushirikiana kwa pamoja kumlea mtoto katika maadili mazuri? Asante sana. Baba na mama wana uwezo mkubwa sana wa kumtengeneza mtoto akawa katika hali njema, hali ambayo itakuwa na manufaa tangu pale anapoishi mpaka huko anakoelekea. Ndio. Hasa watakaposhirikiana katika kumlea. Wanaposhirikiana katika kumlea ni vipi? Baba na mama wanatakiwa kushirikiana kumlea mtoto. Tena si kumlea hata tangu katika uumbaji. Tukijua kabisa kwamba mtoto ni matokeo ya muunganiko wa baba na mama, mama anatakiwa apokee katika hali njema, katika hali ya usahihi. Kwa hivyo hata na baba anatakiwa atoe katika hali njema, hali ya usahihi. Sasa wanapokuwa wamejiandaa kupata mtoto, lazima waandae wakati huo. Wauandae vipi? Wauandae kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Wamuombe Mwenyezi Mungu kabisa kwamba tunahitaji kupata mtoto na mtoto wa aina gani. Sasa wanapopeleka maombi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye ndio muumbaji, naye anatenda.
Kwa hivyo Mungu anapotenda ni katika pia kuwapatia mahitaji. Ndio. Kwa sababu uumbaji unatokana na mahitaji. Kuanzia mahitaji ya chakula, mahitaji ya mahusiano mema, mahitaji ya faragha. Kwa hivyo katika hali zote hizo za mahitaji, baba na mama wanatakiwa kuwa kitu kimoja. Wanatakiwa kuwa kitu kimoja katika hali ya kupata mtoto ambaye ni sahihi, mtoto ambaye wakimlea vizuri atakuja kuwa mkombozi kama Yesu Kristo alivyotokea kuwa mkombozi. Yesu Kristo Mungu alimwandaa kuwa mkombozi wa wanadamu kwa sababu aliandaa ile familia. Ile familia aliandaa kwa vipi? Aliandaa kwamba ahadi ya ukombozi juu ya wanadamu itimie. Kwa hivyo ile familia iliyomzaa Yesu Kristo ikamlea Yesu Kristo ilikuwa katika hali njema, ndio sababu Yesu Kristo akawa na manufaa makubwa sana katika kutimiza ukombozi. Sasa hata baba na mama wanapojiandaa kuzaa mtoto ambaye ni mkombozi, watakuwa katika ushirika wa aina hizo nilizozieleza, ili kwamba yule mtoto atakapozaliwa wamlee katika hali ambayo atakuwa mtoto ambaye atakuwa na manufaa katika taifa, katika kanisa na katika familia. Sasa ni jinsi gani atakavyokuwa na manufaa yule mtoto? Atazaliwa, watamfundisha, watampeleka mpaka kwenye ngazi ya shule, watahakikisha kwamba amepata elimu zote anazostahili. Sasa yule mtoto akishapata elimu zote anazostahili, manake amekuwa kitu chema, kitu cha kutumika na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu akituumba anataka tutumike katika kuyatimiza yale ayatakayo. Kwa hivyo baba na mama wanaonisikiliza, ninawaasa kuanza kujenga familia iliyo bora, hata kwa kuwafundisha vijana wao kutengeneza familia zilizo bora ambazo zitalea watoto katika namna ya kutoa watoto wawe watumishi bora. Kuna familia nyingi sana Mama Nyamabondo kwa sasa, sio zote, ni baadhi ambazo zinakumbwa na changamoto hiyo ya masuala ya malezi. Unakuta baba hayuko bize na kuangalia familia yake. Yeye anajua akishatoa kodi ya meza, akishatimiza wajibu akahakikisha kwamba wamelipa ada ya watoto, akihakikisha kwamba watoto wamekula vizuri, majukumu yake yanaishia hapo, na swala la malezi anaacha kwa mzazi wa kike. Pengine na madhara kiasi gani? Ina madhara makubwa sana, kwa sababu wale watoto, mtoto anahitaji mapendo kutoka kwa wazazi wote wawili. Kwa hivyo baba anapaswa awe na nafasi hata ya kuzungumza na mtoto, akitaka kujua mahitaji ya mtoto, akitaka kujua changamoto anazozipata mtoto, kwa ajili apate nafasi ya kumshauri mtoto, apate nafasi ya kumfurahisha hata katika mazungumzo. Mimi nakumbuka wakati niko mdogo, baba yetu tulikuwa tukimaliza kula, anaanza kutusimulia hadithi. Sasa katika zile hadithi alizokuwa anatusimulia baba yetu, kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa ninajifunza. Vitu vingine nilivyokuwa ninajifunza viliniletea furaha na kuniwezesha kufanya masomo yangu vizuri. Lakini vilinipa matamanio kwa kuangalia source ya ile hadithi aliyotusimulia baba yetu ilileta matokeo gani hasa kwa kile alichokuwa anakihadithia. Kama ni mnyama, kama ni mwanadamu, kulikuwa na namna ambayo baba alikuwa anahadithia kitu kinatupa matamanio kwamba na mimi nifikie namna hiyo. Mafundisho yanayogusa maisha. Kwa hiyo baba ana nafasi ya kumfundisha mtoto katika namna mbalimbali, ili mtoto naye ajifunze kitu kutoka kwa mzazi. Kimpe hamu ya kuelekea kuzuri au kimpe hamu ya kukataa kilicho kibaya. Nikushukuru sana Mama Nyamabondo kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Lakini mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia sasa, niko hapa na Utume wa Familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, tukizungumza katika idara mama, idara ya maisha ya familia na ndoa, na tunajikita zaidi kudadavua kwa kina, kutazama nafasi ya mama, nafasi ya mwanamke katika familia, katika kanisa, katika jamii, lakini na kwa ujumla tukiangazia masuala ya malezi hasa kwa watoto. Na nikija kwako Mama Novita Shirima, pengine changamoto zipi hasa tukizitazama kwa kizazi cha sasa kinawakabili wa mama wengi ambao wanalea watoto wao ni wazazi pweke,
ni walea pweke na wanakumbwa na changamoto hiyo na kushindwa kuwalea watoto katika misingi ambayo itampendeza Mwenyezi Mungu, lakini misingi ambayo itakuwa ni mizuri na itatengeneza maisha yaliyo bora. Ni changamoto zipi hasa? Asante ndugu mtangazaji. Changamoto ambazo zinawapata wamama ambao tuwaite ni mkono mmoja unaolea ile familia. Mara nyingi watoto wale wamekuwa sio wasikivu, kwa sababu sijui niseme ni kwa sababu mama hana ile sauti nzito ya kibaba, sielewi. Lakini mara nyingi watoto wale wamekuwa duni kwa sababu wameelewa na mkono mmoja. Wengine wamekuwa hata wanaenda kule sokoni kuuza mifuko. Unakuta huko watoto wadogo wadogo. Ukijaribu kuwatazama wale sana, ni watoto wanaolelewa na mzazi mmoja, aidha baba au mama. Na kama mwana wa Mungu alivyotangulia kusema kwamba watoto wanahitaji malezi ya wazazi wawili. Yale malezi ya wazazi wawili yanakuwa na nguvu sana. Watoto wale wanakuwa wamesimama imara. Kwa sababu pale mahali baba anakosa muda, mama anachukua ile nafasi. Na ndio maana nimesema mama ni mshirika wa mwanaume. Nilitangulia kusema maneno hayo. Ndio. Kwa hiyo mtoto yule anapolelewa na mzazi mmoja, anakuwa anaharibika mapema. Anawahi kwenda katika makundi yasiyofaa. Ingawa hata wanaolelewa na wazazi wawili wanaenda lakini kwa siri kubwa. Ni mpaka mzazi mwingine akamuone alafu wewe aje akupe taarifa wewe. Maana hata siku moja mzazi huwezi kumuona mtoto wako live akitenda kosa. Utaambiwa na mzazi wa jirani kwamba atakuelekeza mtoto wako yuko hivi na hivi, yuko mahali fulani ambapo hapafurahishi. Zungumza naye, sema naye. Kama mko wazazi wawili sasa, pale panakuwa na nguvu nzuri ya kumthibiti asiende tena kwenye yale makundi. Kukosa nafasi ya kumtambua tabia ya mwanao mapema. Ndiyo. Kwa sababu unakuta huko bize mzazi mmoja, unahangaika huku na huku, ujue wale nini, wavae nini, wasome vipi, waishi maisha gani. Lakini mkiwa wazazi wawili, angalau macho mawili yanaangalia mbali, lakini jicho moja linaangalia karibu. Kwa hiyo yale macho sasa yanaweza kulenga na kuwamiliki wale watoto, kuwadhibiti, kuwarudisha kwenye nafasi. Na hata wakati mwingine tuwaweze kuwajengea wawe na hofu ya Mungu. Tukiwajengea watoto kuwa na hofu ya Mungu, kuwakumbusha kwenda kanisani mara kwa mara. Na unapomwambia nenda kanisani, asiende tu kwa sababu kuna kwenda tu. Hapana. Mwelekeze. Akirudi, mwambie sikiliza neno la Mungu vizuri, maana ukirudi baadaye kuna maswali. Kwa hiyo lile neno la Mungu analosikiliza mahali pale linamjengea hofu. Anakuwa na hofu. Anajua Mungu anasema. Mungu hapendi hiki. Ndio. Na kajukuu kangu kadogo kabisa, akifanya kitu ambacho sipendi, nikimwambia Yesu anachukia, kwa kweli anarudi kwenye nafasi. Ni kadogo kama miaka 3. Anarudi mara moja. Anakaa. Anakuambia Yesu anachukia Unamwambia ndio, basi anakaa. Na yeye hata nikitoka, ukimuuliza bibi ameenda, anakuambia uko kanisani. Hata safari hata siku 3. Ananiambia nilikuja kanisani lakini sijakuona bibi, hapo ndio umesafiri. Kwa hiyo wale watoto wakiwa na hofu ya Mungu, watakaa kwenye msingi ulio bora. Tutapata familia zilizo bora mbeleni, na zilizo katika msingi ambazo na zenyewe zitazaa familia ambazo ni timamu katika maisha. Barikiwe sana Novita Shirima kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa, hasa changamoto za malezi, changamoto ambazo zinawakumba wamama wengi. Basi tukumbuke pia hata kwa wale ambao wanalea peke yao, wanapaswa kutafuta watu nyuma yao ambao watawasaidia zaidi katika kuhakikisha kwamba wanalea watoto wao katika misingi iliyo mizuri na kuacha kuwakumbatia, kwa sababu tunajua wanaolelewa na mzazi mmoja anajiona kwamba na yeye ni baba. Na kama ni wa kike basi na yeye atajiona kwamba na yeye ni mama katika familia. Lakini nikija kwako dada Scholastica Masanja, pengine idara ya maisha ya familia na ndoa, namna gani mnaweza kuwasaidia hawa waliapweke kukumbuka nafasi zao, lakini kutafuta watu ambao watawasaidia ili kuhakikisha watoto wao wanawalea katika misingi iliyo bora? Asante sana ndugu mtangazaji. Utume wa familia umekuwa ni kiunganishi cha waliapweke, hasa katika ofisi yetu. Ndio. Tumekuwa na ushauri kwa watu waliapweke, lakini pia tumekuwa na grupu au tumekuwa na kikundi cha waliapweke ambacho kiko hapo parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Sombetini. Ndio. Ambao mara nyingi watu tunakutana nao na kuwapa semina. Lakini pia tunapotoka nje ya jimbo
huwa tunahakikisha tunakutana na walea peke kwa ajili ya kuwapa semina, lakini pia na kuwatia moyo kwamba wao sio wakosefu. Wasijione, mara nyingi wamejiona wakosefu, wameshindwa hata kwenda hata kanisani, saa nyingine wanashindwa kwenda, wanajiona kulingana na jamii inavyowaangalia. Jamii inawaangalia kwamba akisimama na baba mmoja labda anamuomba ushauri, mwenye mke akimuona anajua unamtaka mume wangu. Kama ni wa kiume akisimama na mama mmoja labda anaomba tu ushauri kwamba nisaidie kuongea na binti yangu. Ndiyo. Lakini baba akimuona anajua kwamba huyu ana mahusiano. Kwa hiyo wamekaa kweli kama jina wanavyosema walea pweke, na wamekuwa wapweke kweli. Kwa hiyo jamii tunawasaidia kuambia kwamba jamii bado inawapenda, kanisa bado linawapenda, ila wanatakiwa waishi maisha haya. Tunawasaidia kwa semina, tunawasaidia kwa kuelekeza, wasiwalee watoto kama yai, wasiwakosanishe watoto na wazazi wenza. Mara nyingi ukikuta mama anamlea mtoto peke yake, anampa maneno mabaya kumhusu baba yake. Kama ni baba anamlea mtoto, anampa maneno mabaya kumhusu mama yake. Kwa hiyo watoto wengi wamewekewa chuki ya kuwachukia wazazi wa upande mwingine ambao hawajawalea. Kumbe basi tunawasaidia kwa kuwapa kwa kuambia kwamba wao sio kwamba wao kama wamekosana na wazazi wenza, wasiwakosanisha wale watoto, wala wasiwanyime nafasi ya kukutana na wazazi wenzao, wazazi wao wa kiume au wa kike. Lengo ni mtoto apate ladha ya wazazi wote. Akienda kwa baba akapate malezi ya baba, akirudi kwa mama apate ile nafasi ya mama. Kwa hiyo utume wa familia tumekuwa kiunganishi kwao, na tunawakaribisha wale ambao bado hatujakutana nao, wale wanaoweza kutufikia, lakini pia wanaweza kutupata kwa njia ya mtandao, kwenye nani zote za media, mitandao ya kijamii tunapatikana. Kwa hiyo wanaweza kutupata huko ili tuweze kuongea, ili tuweze kushauriana, ili tuweze kujenga familia. Familia zinajengwa kwa kuzungumza. Barikiwe sana Scholastica Masanja. Lakini nikija kwako Mama Nyamabando, tunapozungumza kuhusiana na swala la malezi, ukiwa kama mama, wapo vijana wako ambao tayari pengine wana familia zao, lakini misingi ambao umeweza kuwalea kidogo, tumuibie msikilizaji aweze kujua kwamba ni mbinu gani ambazo umezitumia hasa kuhakikisha kwamba unakuwa na familia iliyo bora. Nashukuru, lakini naomba niseme kwamba ninao vijana tayari. Ndio. Lakini hawajawa na uwezo wa kuanzisha familia. Lakini nitajaribu kueleza jinsi ambavyo mimi ninawaandaa watoto wangu kuja kuwa na familia bora. Watoto wangu mimi nimewalea katika misingi ya Kikristo. Watoto wangu wanampenda Mungu, japo pengine hawampendezi Mungu. Kwa sababu hata mimi mama yao na baba yao tunampenda sana Mungu, japo pengine hatumpendezi Mungu. Lakini kitu ambacho huwa tunawafundisha mara nyingi ni kwamba wanapompenda Mungu, hakuna kitu kitakachoshindikana katika maisha yao. Kila kitu kitaenda kuwa vizuri. Hata katika lika yao, mimi nina mvulana mmoja. Ndio. Nina wasichana 4. Kwa hiyo nina watoto 5. Mvulana wangu wa kwanza angekuwa na familia nafikiri sasa hivi, lakini ameacha vyote akachagua kwenda kumtumikia Mungu. Kwa hivyo sasa hivi yuko katika kozi ya kusomea upadre. Hongera sana. Asante sana. Basi wale wasichana nao ndo wameanza kumaliza vyuo. Kwa hiyo mara zote katika njia zao huwa ninawaambia wamtegemee Mungu. Hata huyu mvulana ninamwambia mtegemee Mungu katika hii safari ulioichagua, kwa sababu sio nyepesi. Ni safari ambayo unaenda kutumika mbele za Mwenyezi Mungu kisahihi, lakini kiuhodari. Lazima uwe hodari, lazima uwe mchapakazi, lazima umuombe sana Mungu, kwa sababu kazi hiyo sio nyepesi. Kwa hivyo kwa jinsi ambavyo kila wakati tunamnasihi mimi na baba yake, tunategemea kabisa kwamba ataenda kutengeneza familia nzuri, familia ya kanisa. Ndio. Na familia ambayo pengine ni kubwa na ngumu kuliko ambavyo angekuwa na familia ya mke na watoto. Basi na hata wale wasichana nao ninawaasa kuwa wamama bora, wamama ambao wataenda kujenga familia bora,
wamama ambao wataenda kuwa wasaidizi kweli wa wanaume. Na mara nyingi huwa ninapenda sana kuwatolea mfano jinsi ambavyo tunaishi mimi na baba yao. Baba yao tumeishi naye tangu ujana, ni mume wa ujana wangu. Lakini imefika mahali ambapo baba akapata ugonjwa. Kwa hivyo wanaona jinsi ambavyo ninamkea baba yao, wanaona jinsi ambavyo ninahangaika katika kumtunza. Kwa hivyo huwa wanaangalia, lakini nawaambia msikate tamaa. Si kwamba na nyinyi mtaenda kupata wanaume wao wagonjwa. Basi wananisikiliza na wananisaidia na tunaenda vizuri. Kwa hivyo nina hakika kabisa kwamba watoto wangu nao wataenda kujenga familia bora. Hakika kwa mzazi ambaye anapata nafasi ya kuzungumza na binti yake, anapata nafasi ya kuzungumza na kijana wake, basi yapo mengi sana ambayo yataweza kumsaidia katika maisha. Lakini Mama Novita Shirima, baadhi ya wazazi hawapati nafasi ya kuzungumza na mabinti zao, hawapati nafasi ya kuzungumza na vijana wao na kuwaeleza ukweli maisha yalivyo. Kama umeamua kuitika wito wa ndoa, basi ujua safari ambayo umeitika sio lele mama. Shida hasa ni nini? Wakati mwingine unakuta watoto wale wameshauriwa, yule binti ameshauriwa, lakini anaweza kagoma, anaika mgomo, anasema kama ndoa ni hivi, mimi siko tayari. Na pengine mtu kama mimi unakuta amesema mbele yangu, sasa nazungumza naye, namueleza, namuelewesha, namwambia kwa namna hiyo haitoshi, kwa sababu Biblia inasema enendeni mkazae, muongezeke, muujaze nini? Ulimwengu. Usipoolewa hutaweza kuzaa. Ana force kwamba naweza, kwa sababu mtazaa mtoto wangu mmoja, maisha yanaendelea. Unamwambia hapana, Mungu hakusema hivyo. Alisema tuzae, lakini kwa utaratibu na kwa mpangilio unaopaswa katika ndoa. Na unakuta kijana pia anakuambia sijaona mke wa kuoa kwa sasa, sijaona, kutokana na mabadiliko ya ukuaji wa sayansi na teknolojia. Ndio. Kwa hiyo vijana wamekata tamaa, wasichana wamekata tamaa. Kwa hiyo tusipojitahidi sisi sasa tuliotangulia kwenye hizi ndoa, tunaweza tukaja kupoteza kitu, tunapoteza nguvu kazi ya familia. Ndio maana mimi hata kama pale mtaani kwangu nikiona kosa, sichelewi kulikemea na kufika mapema mbele ya mzazi wa yule kijana ama wa yule binti, kwa sababu nimekuwa kama mama mlezi sasa pale kwenye lile eneo. Kwa hiyo lazima niwe mkweli na niseme ukweli, niwanyokee, niwaambie hapana, ndoa ni muhimu na majira yakifika lazima uolewe. Hutapata mume kama huyu labda uliyemuona kwamba ana changamoto fulani, wala kijana wewe hutapata mwanamke ambaye yuko hivi kwenye changamoto hii. Hapana, Mungu hajasema hivyo. Lakini kikubwa ni kusali na kuomba Mungu akupatie mume anayejitambua, au Mungu akupatie mke anayejitambua. Katika sala yote yanawezekana, na sala yenye nguvu iko mikononi mwetu. Barikiwe sana Mama Jovita Shirima. Pengine familia ambazo zinawazunguka wale peke au wale pweke, namna gani wanaweza kuwa msaada mkubwa katika kuwasaidia katika malezi ya watoto wao na kuwafanya kujiona kwamba mzigo wa malezi hauko peke yao? Asante ndugu mtangazaji. Familia inayomzunguka mlea peke, jambo la kwanza kabisa tunalopaswa kulifanya, tusione kwamba yeye ni mdhambi, na tuwe na namna moja au nyingine ambayo ya kutokuhesabu dhambi. Inawezekana mlea peke yule aliolewa, labda wakashindwana kwenye ndoa, au ni mjane. Ni kwamba tumsogeze karibu, tumuonyeshe upendo. Ndio. Tukiwa kama baba, mama, shangazi, wajomba, bibi na mababu na wengine wote, tumuonyeshe cha kwanza kabisa upendo. Alafu tumfundishe kutangaza msamaha. Akiweza tu jambo hilo la kutangaza msamaha, tayari yeye atajiona ni mtu katika watu. Na asikumbuke ya nyuma. Tuendelee kuganga ya mbele, ajitahidi kuganga ya mbele, kwa sababu atakapokumbuka ya nyuma atakuwa anaumia zaidi. Ni sawa na kuiungama dhambi alafu unakuja kuiwazawaza tena hivi ile. Hilo ni kosa namba moja linalompa kumletea stress ndani ya kichwa chake. Mama chukue nafasi ya kuhakikisha kwamba watoto ni wachaji wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu linasema
kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kwa hivyo mama, unapoongoza watoto kuwa wachaji wa Mungu, manake umewapa maarifa yote wanayoyahitaji, kwa sababu kila kitu kitawezekana. Lakini pia mama, unatakiwa uwafundishe watoto kuwa watoto wa ratiba, kwa sababu wana majukumu mengi. Watoto wana kusaidia kazi za nyumbani, wana masomo kwa upande wa shule. Kwa hiyo wana na ili waonyeshe kwamba wanamcha Mungu, ni lazima wahudhurie vile vipindi vyote vya kanisani. Kwa hivyo wale watoto ni lazima mama unayeweza uwafundishe kwenda na ratiba kwa ajili wamudu mambo yote yanayowahusu. Pengine idara ya maisha ya familia na ndoa, lakini utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, familia za Kikristo zinawezaje kuishi mfano wa maisha wa Padre Patrick Peyton? Familia za Kikristo zinaweza kuishi maisha ya Father Patrick Peyton kwa sababu tukijenga katika sala. Padre Patrick Peyton alilelewa katika familia. Familia ilimsaidia yeye kuwa jinsi alivyo leo, kwa sababu iliwajenga watoto katika msingi ulio bora, msingi wa sala. Tangu wakiwa wadogo walifundishwa kumtegemea Mungu. Kwa hiyo sisi kama familia za sasa, tukiwajenga watoto wetu katika nafasi ya kumtegemea Mungu, tutegemee kwamba tutakuwa na Wakristo wazuri sana wajao, tutakuwa na watumishi wa Mungu wazuri sana wajao, tutakuwa na viongozi wa serikali, wa kanisa wazuri, ambao kwanza wana imani, lakini wana hofu ya Mungu, lakini wanamcha Mungu, wanajua kwamba Mungu atatenda hata katika mambo magumu. Ndio. Bila sala haitawezekana. Kwa hiyo tukiwalea katika msingi wa sala, sisi kama utume wa familia tunawahimiza wawe na sala ya pamoja kwenye familia. Hiyo ndo msingi mkubwa sana katika malezi ya watoto, na katika kujenga imani, na katika kujenga mahusiano mazuri ya familia na jamii, ili watoto wetu wawe na hofu ya Mungu. Manake ni kwamba anapotoka nyumbani ajue akikutana na mama yoyote ni mama yake, akikutana na baba yoyote ni baba yake, akikutana na kaka ambaye anamzidi umri amuone kama ni kaka, amuone kama ni dada. Hayo ndo maisha ya Ukristo ambao tunatakiwa tuwalee watoto wetu. Tusiwajengele ubinafsi kwamba akitoka nyumbani mama amemwacha nyumbani. Kumbe basi tuwalee kwamba yoyote anayekutana naye ni ndugu yake, ni mzazi wake, ana uwezo wa kumuonya, ana uwezo wa kumuelewesha, ana uwezo wa kumrekebisha. Hayo ndo maisha ya mtoto wa Kikristo. Tusipomjengea hayo maisha, manake ni kwamba Ukristo wetu utakuwa hauna faida na watoto wetu watakuja kuanguka bure. Barikiwe sana Scholastica Masanja, lakini barikiwe pia Mama Nyama Bondo pamoja na Novita Shirima kwa siku ya leo kuweza kuungana nasi kukumbushana kama wamama, na kuwakumbusha pia waliapeke kwamba maisha hayajaishia hapo. Kuna maisha mengine, zungumza na watu ili kuweza kulea familia iliyo bora. Mungu awabariki sana. Asante sana. Barikiwe pia wewe msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM pamoja na mtazamaji wa Amani Radio Online TV na Holy Cross Family Ministry Tanzania. Kama ni mama na umepata nafasi ya kukitazama kipindi hiki kwa siku ya leo na kukisikiliza pia, basi badilika. Pale ambapo unaona kwamba ulidondoka, mrudie Mungu, akimbilia kwa Mungu, kimbilia katika sala, kwa sababu sala yenye nguvu daima ipo mikononi mwako. Lakini kwa wewe baba ambaye umepata nafasi ya kuweza kutazama kipindi hiki na kukisikiliza, basi kuwa sehemu ya kushirikiana na mama katika kuhakikisha kwamba mnawalea watoto katika misingi iliyo bora, katika misingi ambayo tutalea miito mitakatifu, na mwisho wa siku basi kila mtoto ataitwa katika wito ambao utakuwa una ushuhuda katika jamii, katika kanisa na maisha kwa ujumla. Mimi ni Irene Simon, nikutakia asubuhi njema na siku njema yenye baraka, na kumbuka kwamba siku zote familia inayosali pamoja huishi pamoja.